Wakurugenzi Mamen, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla niingie, ningependa tu kukukumbusha, kukusisitizia na kukuhimiza ya kwamba kuendelea kuran biashara yako bila Odoo una band. In case unashangaa, hii Odoo ni nini? Odoo ni platform fulani ambayo inasaidia wanabiashara kuran biashara zao bila bugudha. Iko na apps zote ambazo unahitaji kuran biashara. Kama ni mambo ya accounting, mambo ya HR, mambo ya sales, you got it, iko hapo ndani. Na apart from that, kuna nini? Website builder pale hatari matata, ambayo how need any tech skills kuweza kufanya nini? Kutengeneza website. Pale una drag na una drop blocks, yani 4 simple steps unajitengenezea website yako hatari. Na wakurugenzi ni hatari, wamejitengenezea website hapa nje mbaya sana, na wamenitumia website zao. In fact, let me shout out a few. Yeah. Wakurugenzi mnani impress sana you guys. Hey, you guys, you are moving different. Wacha nionyeshe watu hapa kadha wa kadha. Where are those websites? Ngoja. Kwa nini nimezipoteza na mlinitumia tu hapa vizuri? Good. Ndio hii. Bas. Top on the list hapa ni mwanadada anaitwa Catherine Ndegwa, co-founder of Catrice Events. Catrice Events, in fact, nini yake ni catriceevents1.odoo.com. Anasema mkurugenzi Catherine, co-founder Catrice Events, a startup that deals with events planning and decor. I just want to thank decor. I just want to thank you for plugging us with Odoo, because we have been able to create a website for free, which I believe will help us grow our business. Karibu sana Kate. Naendelea na moyo huo. Hapo chini yake kuna kampuni inaitwa Maskani Designs. Watu wa interior design nini. Website yao ni www.maskani.com. Notice hii website haina odoo.com somewhere, meaning it is a custom domain. Now, custom domain waga inalipiwa, haikuwagi free. Lakini ukiwa pale Odoo, your first year is free of charge. I love it. Big shout out to you mkurugenzi. Thanks for your referral. We at Maskani Designs have started using Odoo, and it has really transformed how we manage our operations. Mtu yangu, kama hauko Odoo, you are missing out wena. You are missing out. Haya, kuna mwingine hapa, Molo TVC. I'm a software engineer and a programmer. Odoo has helped me create a college website by providing a versatile platform with built-in modules for managing various aspects of the site. Yani watu wa EdTech mumeingia. Watu wa EdTech mnatumia Odoo. Kama nyinyi mko hapa, who is not here? Mayhill Training Institute. Wako hapa. I love how easy it was to develop the website all by myself, and the weekly calls from the Odoo support team. Nani anakupigianga kila wiki kujua unaendelea aje kwa biashara yako? Customer support ya Odoo, world class. Bana, you guys, again, I reiterate, if you're not on Odoo and you're running a business, you're missing out. So, of course, ziko mob sana hizi nini. I wish ningeza zisoma zote, but there are very many. Now, kama unataka ku-experience Odoo, kuna link nimeweka hapo chini. Click your link, utaingia hapo. Experience maze. Usikie vile watu wengine wanaisikia. Na kama pia uko na maswali unataka maybe kuuliza, ungependa kamkutano hivi na one of the experts, again, through the same link, utaingia tu pale na unaweza book meeting. You can book your meeting, mpige biashara yako, mkutano wako hapo na expert, akueleze kwa kinagaubaga kuhusu Odoo and the myriad of things that you can be able to achieve or accomplish using Odoo. Sasa wadau, ingieni hapo kwa Odoo bana, acha tu run biashara kiprojo. Safi? That's what's up. Now, let's get into it. Mbona naona sura mpya? Ni bebe. Okay. Umekuwa mdogo hapo kwa nini sikuelewi. Nice. Where was I? Now. Nimekutana na story wakurugenzi nimeshangaa sana. Wakurugenzi mtanimaliza na story zenu. Walai nyinyi. Okay. Now,
Pole. Kuna jamaa very bright fellow, hatari sana. Kidato ameua, kaingia chuo kikuu kaua. Ameenda shule kufanya international relations. Ako sawa ujamaa, anajua mnaniona guys? Anajua ile kitu imemleta town. Kitabu achezi nayo. So of course anapiga shule pale, anamaliza, ana graduate, anaingia town. Sasa ajue vile kuishi mjini nini. Ukishamaliza shule unatoka kwa mikono ya mzazi, sasa unaingia town mpambane. Na sababu ni mtu hapa ako sawa, very diligent in whatever he's doing. It doesn't take long for him kupata nini? Ka internship. Anapata ka internship kazuri pale kwa wizara ya mambo ya kigeni. Foreign affairs inaitwa hivyo. Very nice. Ni story ya zamani, so hata amwezi ni ya zamani. Now, akiwa pale anaona hii cooperate kutoka sijui wapi huku itakuwa shida. Wacha nihamie kwa brother yangu mahali silipi. Unajua alikuwa anaishi kwa hizi tu hostel tu kukomboa, unalipaga mwisho wa mwezi hizi. So akaona hapana, hii pesa wanalipa hizi housing za students, si niwachane nayo, niende ni crash kwa brother yangu, sababu brother yangu anapiga kazi mjini. Akikujaga town mjini na ni mtu ana drive ako na gari, si anani drop, si naishi kwake. Kwani nikiishi kwake saa ya kulala nitakuwa natoka nje, nalala nje kama tingatinga, si nitakuwa nalala kwake? Kwani ataniitisha rent? Si ni brother yangu. Haya, wakati wanakula nitakuwa nawaangalia hapo kama Bosco? Hapana, si watanipea chakula. Sasa si unaona, hesabu ya rent nimetoa, hesabu ya transport nimetoa, hesabu ya chakula nimetoa. Hii marupurupu kidogo napata hapa kwa internship, si nifanye tu vitu wangu, nisaidie hapa na pale. Hopefully nitaandikwa niingie kwa mshahara vizuri. Very nice. Another advantage, brother yake na yeye hawajaachana kisaizi. Brother yake ako na masuti. Na si unaona kazi inahitaji uende umepiga suti. Ukienda pale kwa shop anakuchapia suti safi sana. Lakini unaona ni 15,000 ama 10,000 ukiongea na yeye vizuri. Sasa ukijana hana hiyo, lakini yako na brother mkubwa. Sasa si ukivaa suti leo, si niipige tu nini haraka niivae kesho. Kwani nani atajua? Hatufanyi kazi mahali pamoja. Unavaa leo, mimi navaa kesho, tunaenda tunafua. Bas. Kitu inaisha. Hii hesabu imepangwa, imeisha sawa sawa. So akaingia kazi vizuri na akaanza. The first month very very eventful. Yani wanaenda matrips hapa na pale, mikutano kubwa. Wana meet sijui na wakubwa wagani hapa, delegates kutoka sijui wapi pale, diplomats kutoka sijui wapi huku, then mishe na pilka zinamleta kwa mkutano kubwa sana hapa Gigiri, kwa headquarters za the United Nations. Okay. Sitasema ni agency gani ya United Nations. Uwe jua tu ni one of the agencies za United Nations. Kwa minajili sitaki kuchoma. Now, kwa one of hizi agencies za United Nations, si wanafaa waingie wakae wapige mikutano hatari hapo. Sijui wanapanga mikakati ya nini na nini. So yeye anaingia hapo na ni hafla ya siku 3. So every day anahakikisha amechukua suti safi ya brother yake, anapiga, anatokea. Haya, pale kwenye manukato, vizuri brother yake pia amesupply. Yani kijana ananukia pesa. Anaweza hata ongelesha delegates hapo kidogo. Akiona diplomat pale anaweza muengage hapa kiasi. Confidence ako nayo proper. Anakaa ni mtu wako na maganji. But nikikwambia ganji yako nayo ndakuwa nakudanganya. Ni squatter anaishi na brother yake. Yeah. Now, wamepiga hii shughuli hapa bana UN. Kidogo stories zikampata wapi? Kwa one of the diplomats alikuwa area. Huyu diplomat ni mwanadada mrembo sana wa asili ya Kirusi. She's Russian. Ako pale pia yeye kwa capacity yake kama delegate, amekuja pia kusikiza hii mambo, watu wanapiga discussion pale. Na wakaongea kidogo, kitu nimekuja kugundua, na wanaume hawana pesa, wako sawa jokes. Akamupiga jokes. jokes. Mambo ikakuwa iko mufti kabisa. Msichana amefurahi deadly. Waka exchange nini? Contacts. Bas. Na si mnakumbuka hii hafla ni ya siku 3. Day 2, day 3 na wakaagana kwa heri. Kuagana kwa heri ilikuwa physical, lakini kukwambia waliacha kuongea hapo ndakuwa nimekudanganya.
Mruski si akaingia pale kwa ma SMS akakumbuka huyu jamaa alinipatia namba. Si anaanza kumjulia hali hapa na pale. Akamwambia kwanza hata hii Nairobi yenu sijaijua vizuri sana. Ukiwa free si unaweza hata kuja bana tutembe town tukunywe tukahawa mahali. Jamaa akasema hiyo nafanya sana. Wakakutana hapa na pale nini makahawa. Msichana akafurahi. Very thoroughly entertained. Akasikia poa. Then wakaachana. Jamaa akamwambia hata nachukua tu taxi yangu hapa niingie kwa my humble abode. Siko mbali, niko na mansion yangu fulani iko tu hapa Rongai County. Mrembo akamwambia ina mambo, wewe tutaonana round 2 na wakaachana hapo. Jamaa akaita taxi yake ya nguvu, akaingia taxi hapo area ya Westlands. Akashukia town, kapanda matatu mpaka Rongai because anapanda taxi mpaka Rongai na pesa ya nani? Very nice. Kidogo of course ujumbe zinaingia hapa na pale zinaingia. Sasa mrembo akamwambia excuse my bad manners. Sasa mimi bana natoka nchi ya Kirusi huko, natoka Russia na hata sija kupatia the Russian experience. Lini utasema umegonga vodka ya Kiruski? Unajua vodka ni hiyo ndio sasa muratina yao huko ndio imetoka. Kuja experience hii kitu vizuri. Unaonaje? Na ndio experience bila pressure nyingi nini. Wacha tusikutane nje. Why are we meeting outside kama askari wa traffic? Si ukuje hata kwangu. Kwani directions za Gigiri zitakushinda? Ingia hapo hizo maeria ukuje hata ukae tupige story uonje hata usikie mambo yetu. Jamaa, sikia mvinyo ya bure hapa. Yaani expense ni mimi tu nijifikishe huko. Quick. Katoka Rongai haraka faster, matatu yake dead, akakuja hapo ndani ya opposite. Unaitwa opposite. Najua hapa sasa nakuja na opposite narudi na manifest. Bas, fika mjini, chukua taxi sasa. Like the VIP that he is, akaingia pale maeria za Gigiri. Teke ngori mpaka kwa nyumba ya Mruski. Huyu Mruski ni msichana mdogo. Probably towards her late 20s. The guy ako early 20s. But hiyo hesabu iko tu sawa. Hiyo hesabu si mbaya, inaingia. So akaingia akakaribishwa pale. Kasaviwa fiti nini akapata hata Mruski ametengeneza tu vitu tu hapo, some pastries nini. Kaonja tu vitu lakini si sana sababu hii kitu haitakagi ngano nyingi. Mnaelewa nyinyi watu wa hii kitu, connoisseurs. So wakamaliza hiyo shughuli ya kuonja tu vitu wakaanza ikamambos. Unaona? Sasa guys, si nyinyi hata mnajua hii kitu si lazima niwaambie. Ukianza siku unaanzaga na morals. Morals unakuwaga nazo 100. But hii inakuwaga ni kifunguo ya morals. Inafungua morals na utupa huko. Yani mbali. By the time wanagonga hii kitu kama ya 4 hivi ya 5. Binti ameanza kuangalia huyu jamaa ashindwa. Na nitarudi tu kwetu Uruski kama sijapata the true Masai experience. Si hiyo itakuwa mbaya. Hiyo itakuwa mbaya. Hiyo hata sitakuwa nimerepresent country yangu vizuri. Hiyo no hapana. Huyu asipo make move mimi nitaimake. Kwani iko nini? Akapata kumbe hapa ako na bondia. Huyu ni hatari. Huyu angojei. Huyu hii time yote huyu mrembo anajiuliza hizi maswali. Yeye ako hapa anapimia. Anajiuliza Mungu, nama. Putin atasikia vibaya nikifungua page 2 ya constitution ya Russia. Putin atasikia mbaya kweli? Hapana. Wacha tuingie hapa tuangalie vipengele 2 vitatu. Angalau hata mimi nielewe bana constitution ya Russia inasema namna gani. Before long walikuwa wameperuse. Alikuwa amesoma kurasa kadhaa za katiba ya Russia. Okay. Msichana akafurahi sana. Na wacha tupatie huyu kijana, let's give it to him. Alipeperusha bendera. Kenya was well represented. Yaani huyu msichana alikuwa na story ya kupiga. Niko sure aliingia Moscow hivi akaita watu wao. Hey! Kenyans!
No, stamina haiko tu kwa athletics peke yake. No. They are okay. Wako sawa. Now, sasa ikakuwa hii kitu ni kama ni official. Na unajua tulikuwa kwa meeting ya Big Six juzi. Nikasikia Gen Zs wanasema vitu zilinishangaza sana. Unajua sisi millennials, kitu kama hiyo sasa ikisha happen, automatically mumeingia kwa relationship. I don't know how Gen Zs are operating. Gen Zs anaweza hata kuzalia, ako maternity, lakini bado anakuuliza what are we? Kwani tunafanya nini? Sisi ulikuwa ukilala tu siku moja uache toothbrush kwa mtu, mumeona? Gen Zs hawatambui hiyo. Hey. So okay, inaonekana watu wa hii story yetu yenyewe, being the millennials that they are, ikifika mahali hapo washaingia kuchambua vipengele vya Russia, hii kitu sasa huyu mrembo amejijazia, we are an item, we are going out. Sasa ni messages zinakuja ni za mapenzi. Na there's something nimesikia about akina dada wazungu wakiingia kwa mapenzi, anaingia yote 100. Sasa alibombard mtu wetu na mapenzi. Na huyu mtu wetu unajua tu ni gaidi ya hapa town. Anashindwa, we ngoja fast. Kwani? Si kidogo bana, huyu atanitolea mahari. Mbona tunaenda mbio hivi? Mrembo anatuma maujumbe nini? Hata nitakuapplyia manze green card huko kwetu. Tutembee na we Russia nini? Kuonyeshe Siberia huko. Jamaa naona hapana. Am I ready? Mi bado kijana mdogo, I'm still children. Hata sijafika miaka 23, alafu yeye anataka kuniingiza kwa relationship hapa, na mimi ndio nimeingia town sasa. Ndio nimeingia mjini, nataka sasa nielewe vile town ina operate. Alafu yeye anataka kunipiga pingu ya mayapa na haiwezi. So what does the boy do? Ana operate kama a typical Kenyan boy. Anapiga block mara hiyo na anakosa kushika simu zake. No, apigi block, anakataa tu kushika simu zake. Messages zinakuja. Mapenzi. Zinatan kukua message za worry. Woi, ulienda wapi? Uko wapi? Now, kitu sijawaambia ni before ukijana akate hii relationship. Unaona ile raundi huyu alipiga akaenda kwa kina huyu pale Gigiri. Si huyu msichana alisema anataka ku reciprocate. Ndio aone hata mtu yake anatoka area gani. Sasa mjamaa akaongea na brother, akapiga brother exile. Brother akaenda. Next order of business ikakuwa kutoa picha za brother yake kwa nyumba. Weka chini ya kitanda. Bas, aka-invite Mruski. Na Mruski akakuja, wakaenjoy kabisa, wakaendelea pale mahali waliachia kwa vipengele na wakamaliza mambo ya kipengele. Bas, na ikakuwa ndio hivyo. Mruski akaenda. So after kurusha message nyingi za mapenzi nini si ndio boy wetu ameanza kupata cold feet. Ameanza kuona huyu Mruski ni kama anakuja sana. Akaamua hapana. No, this one I am not boarding. In fact nashukia hapa, stage yangu ndio hii. Poop, na akashuka kwa hiyo relationship. Message ajibu, simu ashiki. Msichana akajaribu. Eventually msichana akaona okay, hapa nimefanywa mbaya. So akakaa kitu kama wiki 3 hivi, around 3 weeks to a month hapo. Huo mrembo akatext tena. Akasema, manze mtu yangu, I don't know what happened between us, but the truth of the matter ni ati man, kama kuna time nishawaijibamba kwa maisha yangu, ni hiyo time nilikuwa na wewe. Unfortunately ilienda vile ilienda, but again sini life tu, life inakuanga hivyo. Mimi my time in Kenya has come to an end, na hivi sasa nafunganya virago. I will be going back to Moscow. Mi waga siitishi watu vitu mingi. I rarely beg human beings for anything. But manze, yani, for all time's sake, aki kama itawezekana, naomba tu ni invite kwako one last time. Nikisha toka kwako, ata delete namba yangu, juu sasa mi naenda Russia. Where will we ever meet? Tutawai kutana wapi? Naomba tu one last one. Ile one for the road, ile ya mwisho ile yani, na sitawai kusumbua tena. Jamaa akapiga hesabu zake akajiambia, na unajua tangu huyu Mruski ni aende, hakuna msichana mwingine ameonyesha interest pande yangu.
Will it really hurt nikimuita tu one last time? Hapana. Akaamua kurespond, akatext akamwambia, mtu yangu, I am really sorry, niliingia tu kwa mambo ya confusion, nika act design nyingine sielewi, but wacha nikukaribishe one last time, na kama unaenda maze, hata mimi nitakumiss sana. I really had fun wakati tulikuwa na wewe, so please come through. Sawa. Akamuuliza, maskani ni ile nilikuja? Ni hiyo. Okay, I'm on my way, I'm coming. Jamaa akaoshaosha nyumba hapo haraka. Brother of course amepigwa exile, picha zimeshatolewa, zimewekwa chini ya kitanda. Sasa ni kungoja mrembo aingie. Mrembo akaingia. Yaani hao Waruski wakiamua kupiga skirt ndogo, utapenda. Kadogo hivi. Ameingia nayo nini, hata anashindwa, gaige, umetembea hii ronga yetu na skirt. Warashia. Aka handbag hapo, kakaa chini, kapata hata jamaa amemuandalia kakitu, akauma hapo mbio, wakacheka, kagonga mvinyo yao nini. Na of course wakaingia pale kuendelea na chapter 6, article 3A, wakasukuma. Constitution ikasomwa sawa, kamaliza vizuri kabisa, wakafunga wakasema hapa mdosi wenyu ni nani? Ni Stalin. Stalin alifanya kazi mzuri kwa hii constitution yenu, iko sawa. Mrembo akamwambia, nao kabla sijaenda nilikuwa nimekuletea zawadi kadogo, wacha nikuachia hapa kabla nitoke. Kafungua bag, kaingiza mkono kwa handbag, katoa bunduki aina ya Glock 9, akamwekea hapa kwa kifua. Wako pamoja hapo kwa kitanda tu. Akamuuliza, wewe kwani watching movies? Anywhere umeona kwa movies umesikia tu Russians are involved, wanakuaga ni watu wa kukuhagahaga ovyo. Ni watu wanakujaga na mapenzi, wanakujaga na nini? Exactly. We are known for our temperament. Sisi ni watu tukikasirika tunakuaga wabaya sana. Kwa nini ulinibeba kama ndogo modhi wewe? Kwa nini unaniwestia time yangu? Nataka tu uniambie sahi na uharakishe, ndio nifanye ile kitu imenileta hapa, mimi niingie ndege yangu niende. Wacha nikuambie, huyo kijana alitetemeka. Kijana hajawahi beg. Wacha nikuambie, wakati maisha yako iko hatarini, you can do anything kujaribu kujitoa hapo. Kijana aliomba msamaha, akapiga magoti. In fact, akaimba mpaka some few Russian folk songs kujaribu kujitoa kwa ingori. Yani do anything to impress this lady, akuachilie, sababu hii Glock mahali imekupoint, hii risasi ikitoka ni hivyo. Luere tunakimbiza mwili. Ilikuwa mbaya hivyo. Ni noma. Mrembo akamwambia, next time usifanyie binadamu mwingine hivyo, okay? Yes ma'am. Be a good boy. Karudisha nini yake kwa bag, kafunga zip, katoka, kaingia gari yake, akawasha na akatoka, akaenda. Wacheni niwaambie, huyo kijana alikuwa anaingia event, kitu ya kwanza kuuliza ni, kuna any Russians in the house? Are there any Russians in the house? No Russians? I'm coming for the event. Anytime anasikia tu Mruski anapita mahali, PTSD inamtandika proper. Sababu karibu akule risasi hapa. Sasa utatandikwa risasi Rongai na Mrashia, atashikwa wapi? Si hivyo ndio umeenda tu? Mungu ni mwema, yuko na sisi saa hii. But because God has a sense of humor. God anakuaga hatari sana. Sense of humor. Alikuja akapata kazi. Sababu unaona ni mtu wa hizo manini za foreign affairs. Akakuwa kwa ile kikosi ambaye inaandama ambassador
kwa one of the countries ambazo ziko right next to Russia. Sitasema ni gani sababu wenye wako na yeye watajua ni right next to Russia. Like wakitaka wanaweza vuka boda waingie hapo Russia wafanye mambo yao nini na warudi waende. Yeah. Alafu huko unaonaga ni kama wazungu wote wanafananaga. So kila time anatembeaga kwa street anaona mtu ana oh si. All the best my brother. Career imemkubali deadly huko, najua he's raking in big bucks. Ako fiti tu. Yeah. Kitu siko sure ni kama anaongeleshaga wasichana because it's crazy. Haya, wadau tutaonana wiki ijayo. Nyinyi mwisho wa wiki. Nyinyi ni hatari. Adios muchachos. Let's go. Guys. Okay, chakula mezani sasa.